duka ambalo limeunguliwa. Mimi nilikuwa bado nauza muda wa saa 2 nikiwa dukani na wateja. Nashangaa naitwa nawaambia kuna moto unaungua. Kuja kuangalia nakuta ni moto kwa jirani yangu Erasto, moto mkubwa unaungua. Yaani sikuweza kufanya vyovyote, nikabidi kutafuta wazima moto wa TANESCO hawakupatikana. Yaani kwa kweli sikuweza kufanya kazi yote. Kweli duka langu limeungua, mali nyingi zimeungua, nimeshindwa pa kuokoa, nimekuwa kidogo sana. Majina naitwa Rose Joseph Bwanchere na ni mwenyekiti wa wafanyabiashara Buseresere. Tumefunga maduka yetu kama kawaida zetu saa 12:30. Saa moja kwa tumeondoka eneo la kazi. Tumefika majumbani kama saa 2 hivi, tunaanza simu zikaanza kupigiwa. Tunaambia madukani yameungua moto. Tukakimbia kufika haya maeneo, tukakuta moto umeshashika. Tunapiga simu Fatingisha wamefuka muda ambao si rafiki, mali zetu tumeshamaliza kuungua tayari. Na tunashangaa kwa sababu huwa tunalipa kodi zao zote za Fatingisha, na kwa nini wanachelewa kiasi hiki mpaka tunapata hasara kiasi hiki? Tunashangaa. Lakini kwa tathmini ya maduka yetu haraka ni hela nyingi sana. Hela nyingi sana ambazo kwa tathmini haraka hata bilioni 2 zinaweza kufika hizo pesa zetu. Ni nyingi. Chanzo tu sisi tumesikia washuhuda waliokuwa maeneo haya ni kuona moto unaanza kuwaka ndani kama short. Sasa kwa sababu kama ilikuwa imeshafungwa, waliokuwa hapa nje hawakuwa na mamlaka hata kuvunja mlango, au walijua kwamba kuna barubu zimewachwa ziko wazi. Duka lililotokea ni hili hapa, duka la Erasto Sogoni. Ndio kulipotokea na mlipuko humo ndani, ndio chanzo cha moto kilichotokea mle ndani. Mimi kwa jina naitwa Maira Matoro, nimefunga duka muda saa 12:30. Nikawa nimeenda nyumbani, nimefika kule nimekaa. Baada ya kukaa nimetulia, nikapigiwa na mke wa Kisira jirani yangu. Ndio nikawa nimerudi sasa kuja kupambana kuja kuokoa mali yangu. Baada ya hapo nimejaribu kujitahidi, lakini moto ukawa umezidi sana. Nilikuwa najihusisha biashara bidhaa ndogo takataka, yani duka la jumla. Lote kwa kweli limeungua, limeteketea kwa pamoja kabisa. Sina ambacho nimeokoa, labda tofauti tu na maji. Kwa majina naitwa Mr. Mkongo Abdalla Thumani. Mimi ni mkazi wa kata ya Buseresere. Naiomba tu serikali jaribu kuliona swala hili kama ni swala la muhimu sana, hasa itakapotuletea gari maeneo haya. Ukizingatia mji wetu ni mji wa kibiashara. Kwa jina mimi naitwa Godfrey Miti, ni diwani ya kata ya Buseresere. Tatizo hili ni tatizo ambalo limeleta hasara kubwa sana kwa wananchi wetu, hususan wa kata ya Buseresere ambao tunawafahamu. Wengine walikuwa ni wajasiriamali wadogo, lakini Mungu amewasaidia, walikuwa wamefika walau kwenye hatua ya kati. Lakini kwa bahati mbaya imetokea hasara kubwa sana katika eneo hili. Kwa kweli na maduka zaidi ya 10, watu wameunguliwa vifaa vyao, wameunguliwa mambo yao mengi, kwa sababu hapa maduka yetu ya Buseresere yalikuwa na maduka mbele na nyuma ilikuwa ni store. Kwa hiyo watu wamekula hasara kubwa. Hatujapata tathmini ya hasara yote kwa ujumla, lakini kwa macho kwa kweli ni hasara kubwa sana ambayo wameweza kuipata wananchi wetu. Kwa kweli mji wetu wa Katoro na Buseresere tunahitaji gari la zimamoto katika eneo letu la mji huu, kwa sababu ajali zinajitokeza mara kwa mara. Hii ni kama mara ya 3 inajitokeza kwenye mji wetu, mpaka kuja kupata gari huduma ya zimamoto mpaka itoke Geita, wakati mwingine mpaka itoke kwenye mgodi mkubwa wa GGM, wakati mwingine mpaka itoke Chato. Ni umbali wa mita karibu 100, wa kilomita 100. Mimi kwa majina naitwa mrakibu msaidizi Peter Nkwabi, ni operation officer jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Geita, lakini kwa sasa na kaimu nafasi ya kamanda wa mkoa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Geita. Tukio la Buseresere, tukio la moto, tulipata muda wa saa 3:34 kutoka kwa ndugu Adolf Wilson, na sisi baada ya kupata taarifa saa 3:37 gari liliondoka kituoni kuelekea sehemu ya tukio, na tulifika kwenye saa 4:15 na kuanza na kupambana na tukio la moto. Lakini vile gari la pili pia lilikuja kuongeza nguvu, liliondoka kwenye mnamo saa 4:41 na kufika kwenye saa 5:15. Kwa hiyo mpaka sasa tunaendelea na zoezi la kuzima moto. Nafikiri kama mnavyoona ndugu waandishi wa habari, karibu moto tunaudhibiti. Ugumu wa kazi upo kwa sababu tatizo ambalo limejitokeza ni wananchi kuvunja milango na madirisha. Unapovunja milango na madirisha, ile hewa ya oksijeni ndio inachochea moto wa oksijeni
inachochea moto ili uendelee kuwaka zaidi. Tuna huo utaratibu, muda si mrefu tutafungua ofisi, kwa maana mama tayari Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kashaagiza magari ya zimamoto ambayo yatafika kila wilaya, na hapa Katoro tunatarajia kufungua ofisi hivi karibuni kwa ajili ya kusogeza huduma karibu na wananchi.